Bwana we, picha yetu inaanzia katika kiwanda kidogo, wafanyakazi wakiwa wameandamana. Yaani majamaa hawataki kusikia la mwazini wala la mkimuswala. Wanachotaka wao ni haki zao. Bosi alipi mishahara, ana chochote ambacho anakifanya, yani hata bima ya afya ya watu hajawapa. Kwa machizo wakaona isiwe tabu, huyu bosi hatujazaliwa naye tumbo moja, ndio maana hana huruma na sisi. Kwenye maongezi bwana, majamaa wakitaka haki zao, mara bwana mmoja ambaye yeye alikuwa mwandamanaji na ambaye amechoka na mkeleketwa akarusha jiwe bwana. Mwisho wa siku fanya fuje uone, kikawaka mchana kweupe, vilungu kama hivyo vikatembea na mchizi mmoja ambaye alikuwa anaitwa Sanga. Yeye ndio ambaye alikuwa mkuu na kiongozi wa hili swala. Mwisho wa siku vurugu zile kama zikasimamishwa. Yani Mshua akaja pale kaongea kwa spika, wanangu nyinyi fulani na bidi fulani naomba muje. Basi wale wawili wakazama ndani, na hapa jamaa akawaambia bwana, nendeni nyinyi, itakuwa itaendelea. Jamaa akarudisha watu nyuma, lakini hapa anaonekana mchizi akiwa yuko nyumbani kwake na familia yake. Yani huyu hapa mwanae anaitwa Sansisi na babake Sanga walikuwa wanapendana sana. Baba akimtia moyo mwanae akamwambia, mwanangu Sansisi, nitakupambania ile mbaya mpaka mbaya sana. Basi dogo akatakiwa usiku mwema na mchizi akaenda kulala. Lakini hapa mvua na maladi bwana mdogo anaziogopa sana. Mwisho wa siku taratibu akajisogeza ile kwenda kuangalia. Mwisho wa siku akakuta tayari kushakucha. Na baba alipopita siku 3, baba akaona bado mambo hayaendelei, ikabidi tena aingie kwenye mapambano tena kwenda kuandamana, ili mradi wale wenzao wawili kwanza walioenda kule kuongea na Mshua warudi. Lakini mwisho wa siku hapa hakuna tena maelewano, maana bosi wale wawili aliwaua. Basi hapa ikawa tena hakuna kinachoeleweka. Vijana wakaingia na wakaanza kuchapana vibaya, lakini kuna mmoja kati yao akamsaliti Sanga na kumtia visu vingi, na Francis aliona baba yake anadondoka chini na kupoteza maisha. Yani hapa jamaa amesalitiwa katika kundi, na kundi zima la waandamanaji likakosa mtu wa kuwasemea. Na mwisho wa siku bwana mdogo alikuja Francis na kuamsha, baba amka baba, kwa nini umeniacha mimi, umeniacha wakati mgumu kama huu? Dogo alilia sana, machizi walimhurumia, lakini kumbe Yuda alikuwa yuko katikati yao, na wale Yuda hakuonekana. Dogo akashika ngao na kutaka kuendelea kupambana. Mara ghafla aliposhika ngao ile, machizi wakaona vipi udogo. Mwisho siku umeme mzito usiojulikana kama radi ukamtandika shoti moja kubwa kutokana wakati wa mvua, na machizi walipotaka kumshika bwana mdogo yule walipigwa na shoti nzito. Yani mambo yakawa moto. Hapa inaonekana siku 2 siku 3 miaka 2 kupita, na jamaa alishamzika baba yake na maisha yakaendelea. Lakini mama hapa anaonekana mwaga mtoto, kama kuna kazi ambayo ameipata hapo mbele akafanya kazi. Akamwambia, mwanangu, nitakuwa nakuja hapa na kuhudumia fresh na maisha yataendelea. Dogo akamkumbata mamake kumtakia kazi njema. Lakini bwana mdogo siku moja aliporudi nyumbani kumwangalia bi mkubwa amuoni, akaingia chocho zote, na mwisho wa siku radi zikaendelea kuvuma. Dogo mvua baridi, na mwisho wa siku radi lile likaendelea kumfanya kitu kibaya, kwa sababu dogo alikuwa anaogopa radi. Yani maisha yake yeye na radi ni vitu viwili tofauti. Na kama jinsi tulivyomwona pale, kuna muda fulani anatoka moto au anatoka shoti nzito ndani ya mwili wake, yani yeye ana nguvu za umeme. Bwana mdogo akaona maisha shampiga na kujua mamake amemsaliti, kaona bora inge kitani. Lakini ukitaani kama mnavyojua, yani huko maisha ya paka, ya kuku, ya ngedere, ya nyani, na watu wakachembeza kipigo kizito. Dogo akajaribu kujitetea, lakini wapi, akufua dafu kwa watoto watukutu. Lakini hapa wakiwa na msulubu na wanataka kumpa vitu vikali, na jamaa atakopaswa kichwa, dogo ghafla nguvu za ajabu zikaanza kuja na akawa na spidi kubwa. Lakini hapa anaonekana mchizi mmoja ambaye amemwingilia kwenda kumsaidia. Huyu dogo si mwingine bali huyu anaitwa Abubakar alikuwa anauchapa mkono vibaya. Yani Abubakar alikuwa moto wa kotea mbali. Aliweza kuwadhibiti watoto wote hao ambao walikuwa wanampiga Francis na kumchukua. Kama bwana mwanangu, ando maficho yetu mapya. Yani mimi na wewe ni marafiki na tutasaidiana sana, lakini maisha yako yote inabidi nikufundishe ulinzi. Na kweli dogo akaanza kumfundisha mazoezi. Lakini ajabu, Francis alikuwa ni mtu mmoja hatari sana, ambaye alikuwa anakariri mazoezi haraka na kufanya platform haraka sana. Yani mkono kwake ukawa kama chai, yani kama Master Young. Twende acheche. Dogo alitembeza kipigo vibaya na mazoezi yakazidi kuwa moto zaidi ya moto. Kama mwanangu, sikiliza, nimekukubali sana kwa miaka hiyo ulokuja hapa. Lakini ghafla kama na mchezo wake radi lia, dogo anakuwa na maana. Akamwambia, bwana, kwa nini unakuwa hivyo? Anambia, bwana, sikia, mimi radi naliogopa maisha yangu yote, kwa maana radi ilinifanya kitu kibaya. Francis anamweleza dogo mwenzie ambaye alimpa msaada mkubwa sana, na dogo mwenzie akamwambia, bwana, usijali, haya yote ni maisha na ipo siku yatakuisha. Lakini siku moja hapa jamaa akiwa anatoka katika bewa hili, ikabidi adandie bewa kwa sababu walikuwa na sehemu wameagana waende. Lakini hapa Francis anatorokwa au anaachwa akiwa yeye nguvu yake ndogo ya kukimbia, na mwenzie tayari kwa shapanda ndani ya treni lile, na mwisho hapa ukawa ndo mwisho wa rafiki wao. Lakini akamwambia, usimwamini mtu wa aina yoyote, yani yoyote atajifanya anakuja kukupa msaada, jua huyo ni adui yako.
Francisci akakosa msaada, na hapa asubuhi ilipofika kwa umri wake mdogo akataka kwenda kuomba kazi, lakini madogo wenziwa mtaani akamwambia bwana sogea ya ndunja. Akaona subiri ni moshe. Kweli alimpiga mawashi moja na dogo, mwisho wa siku akaanzisha ugomvi ambao hajaweza kuuzima. Nduki kama hizo mnavyoziona. Dogo alikimbia sana kutetea maisha yake, lakini hapa kuna gari moja likaja mbele likasimama, lakini dogo alipopanda akakumbuka licha nimeokoka hapa, lakini hao watu mbona siwajui. Mama kwa nitakusaidia mwanangu, nitaenda kukupa malezi bora, mimi nitakulea kama mama yako. Dogo akaona mchiza aliniambia bwana nisimwamini mtu yoyote, kama maisha nisimwamini mtu yoyote. Dogo akasinani gari akafunga mlango. Dogo mwisho siku kaudi tena mtaani, yani hajataka kusikia la mwazini wala la mkimuswala, yani usolitaka kweli liagizi. Miaka ikapita na siku zikaendelea. Francisci amekuwa mtu mkubwa sasa, na hapa anafanya kazi katika kiwanda cha magazeti, yani yuko hapo Nipashe hapo anaenda kufanya mambo kama kawaida, lakini yeye ni makanika. Francisci anaishi maisha yake na maisha ya mtaani ambayo ameacha, lakini hapa kama kawaida yeye anaendelea kuwa mtu bora, lakini Ladi bado liendelea kumtesa kadri ya maisha yake yanavyozidi kwenda. Francisci alikuwa na jamaa mmoja ambaye ni tajiri sana, hapa tunamuona, lakini huyu namuhisi ni yule bwana mdogo mwingine ambaye alimwacha udogo katika mji ule. Haya, akiwa maisha yanaendelea hapa, jamaa hapa wanafanya mambo yao, madawa kulevya, kazi nzito kuendeleza makundi, magrupu, mara kuwatesa watu, lakini tukio hili kama kuna mwana analishuhudia. Lakini hapa maisha yakaendelea. Hapa vibosi ama mabosi matajiri wanaendelea kutambiana, sikiliza, mimi bwana ndo na dili zote hizi hapa. Kwa watoto wote ama yatima wa mtaani mimi ndo nawamiliki. Na mchizi unapomzingua dawa zake za kulevya kikupa, ukienda kinyume na yeye unachezea kipigo kikali. Na yeye jamaa hapa anaonekana alikuwa mkubwa. Yeye ndio ambaye anasimamia watoto wote mayatima. Hawa watoto mayatima wakitumwa kazi hawarudigi nyuma, na mwisho wa siku watoto wanakuharibia, wanakutia moto, wanakuchoma, wanakupiga kipigo kizito, na maisha yanaendelea. Yani vurugu, shida juu ya shida. Lakini siku moja hapa inaonekana kama matajiri wamekaa hapa, kuna jambo lao wanalitengeneza la biashara, na hapa wakiwa kila mmoja anataka ukubwa yeye, kwa sababu huyu mwingine anahisi mwenzie kamfanya vibaya mpaka kumtia moto katika shavu lake. Lakini tunaona madogo mwingine wanakuja kinyomboleko na mzee anarudi na familia yake nyumbani, lakini akiwa yuko makini sana zaidi ya sana. Hapa anatokea jamaa mmoja anampiga kama mtu wa miujiza. Huyu hakuwa mtu mwingine, lakini alipompiga lile fumbo akamkuta jamaa na kumtoka naye na kwenda kumteka. Na mwisho wa siku hapa, kwa sababu jamaa alileta dharau kwa matajiri wazito, wakakamata familia yake. Akamwambia bwana, uzito wako kama unaweza kuzuia hiyo familia yako hakuna kitachoharibika, lakini wewe uzito wako ukishindwa kuzuia familia yako inaondoka. Na mwisho wa siku jamaa wakatenganisha kamba na kile kiti ambacho kimezuia watoto watatu, na yeye basi familia yake yote kateketea. Na jamaa hakuamini kilichotokea, na yeye kabidi ajitupe huko familia yake ilipokufa. Lakini baada ya hapa siku kwenda, huyu jamaa kwa sababu alikuwa anamiliki watoto wengi mayatima na vurugu nyingi ambazo alikuwa anazionea, yeye ile swala alikuwa alijua. Lakini asubuhi moja kwa Francisci huku anasikia makelele hapa na pale, na akiwa anajiandaa kwenda katika ofisi yake ya magazeti, anakuta bwana mchizi, "Bwana mwanangu, mpaka sasa hivi unalala mwanangu, na uhakika gani wa maisha oya?" Amna mwanangu, mwenyewe sio leo. Aliporudi kwa ndani kule, mgongea mlinzi ana nani analopoka mlinzi aeleweki. "Bwana mwanangu, mmechelewa kama vipi bwana?" "Hawa watu kiwashe." Wakafungua mlango. "Nitamchapa bwana." "Usimchape bwana, hawa ni walinzi tu, hawajui moja wala mbili." Basi chizi kaabwa huyo, taratibu anaangalia. Haya, alipoangalia huko ana mshaji wangu kaniaga vizuri, anaenda wapi? Basi yeye kurudi ndani hapa kulala kidogo, tena anakuja anagonga mlango. Hapa anaona ugomvi wa binti mmoja ambao ni jirani yake na bwana wake. Yaani dada anaoshiwa. Jamaa akaona tena hapa nisikae kimya, ikabidi kidogo aingie awashie. Francisci kwa sababu tangia utoto alishafundishwa mapigo makali, basi aliwachapa hawa kama watoto wadogo, na watu wote waliokuwa hapa wakashangaa kwa serikali za ujamaa na ufasta aliokuwa nao katika mambo ya kunyugana. Jamaa aliwanyuka machizi hawa bila kuonea huruma, yote kuokoa maisha ya jirani yake. Jirani huyu ambaye alikuwa anateseka kutokana na wauza madawa ya kulevya, wamempa mzigo wake, na mzigo dada ameuza, lakini mwisho wa siku anamletea mambo mengine. Lakini dada naye alimsaidia, lakini mchizi Francisci alipigana sana na kuwashinda wale majamaa. Na majamaa wakaona, mwanangu, tutakufa hapa, tukatae. Wakakataa bwana. Mwisho wa siku jamaa anarudi tena katika sehemu yake ya kazi, yani ulinzi, lakini hakujua ile balalo litetea mchana sio la kwake. Machizi wakarudi tena bwana. Tena safari hii wakawa wengi sana. Mwisho wa siku kichapo kikatembea, mchizi akaendelea kujitetea na kuazidi kuwafundisha adabu. Lakini kadri anapozidi kuabonda na machizi wanaongezeka, kwa isiwe shida bwana, mimi soje tu jamani, kukimbia vivyo naweza.
Basi mchizi kajitetea kukimbia imadi atetee maisha yake na machizi wanaendelea kuja. Lakini Francisco ana kitu ambacho yeye mwenyewe akijui, kwa sababu yuko spidi sana na zaidi ya watu 100 hao anagonga kama hawana akili vizuri. Mkono ukaendelea, kipigo kikazidi kutanda moto, lakini mwisho wa siku mmoja ni mmoja, wengi ni wengi, wakamzidi. Jamaa akadondoka juu ya gorofa na kupoteza tena maisha. Lakini jamaa si mtu wa kawaida. Radi tena lilivyogonga vizuri, radi lilipozidi kupiga likafika moja kwa moja katika mwili wa Francisco na Francisco akarudisha maisha. Yaani mwili mzima ukajaa shoti, yaani umeme. Francisco aliamka nyumbani kwake asubuhi na dada huyu alikuja akamshukuru, bwana achukua mdogo wangu kaa naye mimi kidogo naenda kuswampa huko, naenda kudanguka, naenda kutafuta hela. Hapa machizo anaendelea bwana, kazi imefanyika na ule bosi ambaye alikuwa anatuzingua yule jamaa tumeshamuua yeye na familia yake, kwa hapa maisha yaendelee. Mchizi ana sura mbili, yani upande mmoja ameungua, upande mmoja yuko sawa. Analombaya huyo mchizi, yani roho yake ni kubwa vibaya, yani yeye hataki masiara kwenye hela, na kaatuma watu waende kutia sumu katika vyakula au mizigo ambayo walikuwa nayo, ili mradi chakula chao ama bidhaa ambao anaiuza isiwe na sifa. Lakini hapa mchizi amekaa sana na bwana mdogo na kuona dada yake arudi, akaona wewe mwanangu, mimi mwenyewe nataka niende kazini bwana, twende moja kwa moja kwa dada yako. Mwanamke vipi mpaka sasa hivi unadanguka tu na dogo umemwacha huyu, itakuwaje? Lakini hapa kuna watu wanakuja muhisi huyu jamaa kafanya makosa, ama pale walimuona amedondoka, lakini kwa nini hajafa? Watu wote wakaanza kuogopa. Lakini mchizi alitoka tena nje, ikabidi tena awakongote kwa sababu ama jamaa alitaka kufanya kitu kibaya. Lakini tilipo hii wale machizi waliona cha mtamakuni, maana shoti zilitoka na kuachapa vikali. Na mwisho wa siku jamaa aliendelea kufanya performance kali mbele ya watu raia ambao kila siku wanaonewa na ubadhazi na ushenzi wa watu wa mtaani ambao wao wanachukua madaraka mkononi. Jamaa aliwadhibiti sana. Tena leo alimtetea ubidada mbele yake, na mwisho wa siku na kuwapa huduma ya kwanza. Hata mkubwa ambaye alikuwa anafanya naye kazi pale ya kulinda katika kile kiwanda cha magazeti akataka kumjali na kumsamini, akaona mwanangu usiletee pigo hizo bwana, wote sisi ni walinzi. Watu wakamwambia bwana, wewe kwa sasa hivi ni kama mwenyeji wetu ama ni mlezi wetu, ama wewe ni sasa na mkombozi wetu, umetukomboa sana ndugu yangu, tunashukuru sana. Jamaa akaona jamaa vipi? Jamaa akachukua kirungu kidogo kumjaribu kumpiga nacho ili mradi angalie kama ataumia. Basi hapa kiwanda kinachoma moto, yani kile kiwanda anachokilinda, kwa sababu kina mabepari wakubwa ambao kila mtu anataka kukiongoza au kuongoza kundi moja na lingine, wakati hasara kubwa sana na watu wakapata hasara ya kutosha. Lakini yote kwa sababu ya huyu utetezi ambao anaufanya bila idhini ya bosi ama bila idhini ya wale matajiri wengine. Hawapendi ujamaa ajiteki mbele kwa kubonda watu wake. Haya, mchizi hapa hakuamini kinachotokea. Anamwona dogo anamkumbatia dada yake, lakini kama kuna ujio mwingine umekuja na radi nyingi zikawa zinapiga. Leo dogo radi hajaziogopa na radi zote zikaishia mwilini, kwa sababu yeye ni umeme, ukimshika tu umekwenda. Inaponyesha mvua, huyu jamaa radi kwake ndo kama nguvu ambazo zinaingia ndani ya mwili wake na anakuwa na nguvu za kutosha. Yaani ukifanya jambo lolote ni sawa sawa tu na mkuna. Yaani jamaa alikuwa anajishangaa kwa nguvu zile na akajijua kumbe mimi naweza kuwa kweli mwokozi na kuokoa watu. Basi ngoja nikawafundisha adabu. Dogo hakusita na dogo hakuogopa chochote, na mwisho wa siku balaa likataka kuwaka mapema mchana kweupe. Sikiliza wewe, nyinyi mnafanya mambo ya kipumbavu, tunamtaka tajiri yenu hapo. Dada, sasa sikiliza, huyu bwana Steve na hivi, yani hapa kuna matatizo ambayo haeleweki. Na dada huyu akapua sumu na kile chakula ambacho unaona pale muda ule unatiliwa sumu, na watu kweli wakaanza kukata roho. Yani biashara za mwenzao wanataka zote kuziharibu, na mataarifa habari na kila kitu kikaelezea bwana mtu fulani bin fulani chakula chake kibaya, anatilia dawa, yani yote kumchafua ujamaa asionekane mtu mzuri kwa kile kiwanda ambacho anafanya kazi yule jamaa. Kwa hiyo wanajikuta hata wanawake ambao hawana hatia, wajawazito, kwenye ile programu ambao wameanzisha ya kumchafua, basi inazidi kufanikiwa na watu wakamzidi kumtangaza vibaya, na television zikavunjwa na makundi yakazidi kuandamana. Yani ubaya unaendelea na uasi unaendelea. Mchizi hapo upande wake anaendelea kuchangaza moto, na hapa sasa hivi amevaa kama mwokozi sasa, ambaye hataki kujulikana kama ni yeye anatetea dunia ama yeye anatetea wananchi kutokana katika mambo ya ajabu. Yale yalomkuta baba yake kuchomwa kisu, na yeye sasa hivi amemtokea tena kachomwa kisu katika mbavu zake. Hapa kwa sababu sura hawakumjua, na wao walijua tu binadamu akimshamtia kisu atakufa, lakini kutokana bwana mdogo ana nguvu za ajabu za shoti, haijasaidia chochote. Ndo kwanza anazidi kupata nguvu zaidi, yani nguvu zinazidi kuimarika siku baada ya siku. Yani hakuna wa mtu wa kumpunguza kasi. Na maana hata kuna wakati mwingine anachukua kabisa antena zile za kuvuta vile vishoti kuweka mwilini, ili mradi
hata shoti mpige aendelee kupata nguvu. Akaona hapa sasa hivi acha nijitengeneze tu kwa vitu vya kuzuia mwili na kuweka vizuri, na hata shoti akaanza kuitoa ndani ya mwili wake hadi kusaidia watu. Akazidi kusaidia watu na jina lake likakua, na watu wote wakaanza kumwongelea mtaani kwa mambo anayoyafanya. Matajiri wakashtuka, huyu ni nani sasa hivi ambaye anatuharibia biashara zetu? Maana yule tumeshamuua, lakini huyu ni nani? Lakini mtu mzima Francis alikuwa sasa hivi hataki kujulikana kama yeye ndio ambaye anafanya msaada. Kwa hiyo alikuwa anatumia siri kubwa sana kusaidia raia ama wananchi ambao yeye kwa upande wake anaona wanateseka. Na maana Francis akisikia jambo lolote ametoka nje na kuendelea. Machizo walikuja hapa kumpa habari, mwanangu, ujue kimeshawaka. Yaani muda wote mambo yanaweza kuharibika. Kwa hiyo tunafanyaje bwana? Mchizi akakaa akashauriwa vitu vingi sana na namna gani anaweza kutetea dunia. Lakini hapa gari nzito ikaingia, na hapa kuna tamasha kubwa sana linaendelea, na mtumbuizaji hakuwa mtu mwingine. Lakini hapa tunamwona jamaa mmoja ambaye amevalia kila kitu kama ninja, na anamwambia, mwanangu unaweza, mwanangu amka, mwanangu pambana. Huyu naye ni nani? Lakini naye jamaa huyu ametengeneza nguo maalum kujifanya kutetea masuala haya, lakini yeye sio Francis tunayemjua sisi. Yeye ni mtu mwingine. Lakini Francis kama kuna kitu ambacho amekisi, na huyu si mwingine, ni yule rafiki alocheza naye, ni yule rafiki aliyemfundisha udogoni, na gari kubwa ikatokea ikamgonga jamaa. Haya, tunaingia upande huko wa Shua, anaendelea bwana, jamani bwana, dili zetu sasa hivi biashara zinaweza zote kuharibika. Na biashara zikiharibika inakuaje? Maana kijana wetu amefariki dunia. Huyu kijana alifariki dunia, jamaa leo imeuma sana. Kwani huyu kijana amefariki dunia hivi mapema sana? Na nani aliyemuua? Wakaambiwa bwana, huyu jamaa aliingia, alishobokea dundo na maisha yakaendelea. Sasa kuna yule jamaa mzee wa kupiga watu changa na kukuzimisha na kukuteka yule. Hapo tumuona mdada mmoja akiwa anajilembusha, na huku kuna muona mchizi mmoja akianda panga. Hapa kuna mtu anauawa chooni na anafanya mauaji, ni mwanadada shupavu. Yaani dada alikuwa ni changudoa kutosha, yaani mguu wake tu akimanua umekwisha, yaani tayari umeshanyongwa. Mauaji yakaendelea kwa makundi na makundi, kwa sababu watu wengi walikuwa wanahisiana vibaya. Ili mradi kila mtu apate ukubwa, ili mradi atetee maisha yake, ilibidi ajitoe. Yaani maisha yakawa zaga menchi. Na hapa tena tunamuona yule mchizi alovaa kinyago akipambana vikali, lakini bila kujulikana, na huyu mtu mwingine naye alifunga kinyago chake. Lakini jamaa alikuwa moto wa kuotea mbali, yaani moto ambao sio wa kawaida. Walipambana sana, lakini mwisho wa siku jamaa kama kuna kitu ambacho amekihisi na kuokota alama kubwa, alama ile ambayo kama inamwambia ni nani ambaye anafanya mambo haya yote. Basi ile alama ambayo iko mgongoni pale, kuna hisia zinakuja kwa baadhi ya mtu, anaona huyu kijana mbona kama anamjua, na alama hii mbona kama anajua. Lakini alama ile alishindwa kujua kama yule ni mtoto ambaye ni mtoto, ni shoga yake ama ni rafiki yake wa utotoni ambao alicheza wote. Matajiri hapa katika kikao chao wakaja kwa wingi, ili mradi wawatulize watu kutokana na mahasi ambayo yanaendelea hapa, na magari mengi kama ya dawa, tiba na vitu vingine vikawa vinatimba, ili mradi yote kutuliza vurugu za wananchi. Upande hapa anaonekana daktari mkubwa ambaye anaendelea kufanya vipimo na maisha mengine kuhusu hapa. Wajawazito akaambiwa watapimwa bure, wenye sijui UTI watapimwa bure, wote wazee wa midoshongo watapimwa bure, yani wote kupimwa ni bure. Kwa watu wakajazana wengi, kwa sababu hakuna mtu ambaye asopenda bure bwana. Bure bwana, unajua bure ni tamu, bure ina raha, lakini siku zote bila kujua kama bure inaweza kugharimu. Francis tena amevalia, hataki kujulikana, na mwisho wa siku mkono ukaendelea na wale madada. Yule dada mshenzi anajua kumanuka vibaya, mguu wake kama fimbo na fimbo kama mguu. Basi alikuwa anapambana vikali, na Francis aliendelea kutetea wananchi wake. Lakini hapa alikutana na upinzani mkubwa sana wa watu hawa wa Shua ambao wamewatengeneza ili mradi kumzuia Francis. Na mwisho wa siku Francis akaendelea kujikuta yupo katika hatia nzito sana, lakini huu moto ambao ameongea sasa hivi sio wa kawaida. Francis alipambana na watu mbalimbali, watu ambao waliandaliwa vikali ili mradi kumzuia yeye. Lakini huku pembeni tunamwona mtu ambaye amekaa, ambaye wanajuana na Francis, lakini bado hatujamjua vizuri. Lakini hapa Francis walikamata familia yake yote, yaani na maana yule dada, yule nani, ili mradi yule jamaa, yule mdada na yule mtoto wote ajisalimishe, la asifu anakufa. Ama jamaa alikuwa makatili sana. Baba alilalamika sana, jamani wanangu bado ni wadogo sana, naomba tafadhali muache. Francis akaona jamani, afuni mchizi wake, kumbuka. Mwisho wa siku tena nguvu zikamjia za ajabu na akawa invisible, yani akikupiga mara moja unaondoka. Francis alikuwa ni mtu wa ajabu sana ambaye alipambana vikali kutetea watu wote,
na nguvu, na ule mchizi wa miujiza alikuja, alijua ataweza kumuini na Francis akifanya miujiza yake atadondoka. Lakini baada ya kufanywa jambo lile, Francis akakumbuka vitu vingi ambavyo vya nyuma na vitu vingi ambavyo vimetokea, na mchizi alishindwa kucontrol nguvu za Francis. Francis alikawa na nguvu za ajabu kwa sababu yeye alikuwa anatumia radi ilitoka na ule jamaa mfanya miujiza akawa ndo mwisho wa maisha yake. Na Francis alikuta tena yeye hawezekani tena, yani hata ukimtokea nyuma ukipiga ni wewe mwenyewe ndio ambao unazulika na bali si yeye. Lakini Francis alizidi kupambana na mwisho wa siku alijua kama huyu ni mshikaji wake, na mwisho wa siku akaendelea kudili na mmoja ambaye alikimbia, ambaye alikuwa kufanya maasu makubwa ndani ya gari hilo. Francis alifanya juu chini ili mradi ajali itokee, na mwisho wa siku walijaribu kumzuia, lakini Francis aliendelea kupambana nao na kuzuia biashara zote haramu. Na Francis alipasua kila kemikali ambayo ilikuwa humu ili mradi kuendelea kuzuru raia, kuendelea kuharibu watu, na watu kidogo alao at least wanaanza kukaa vizuri. Na ndipo mchizi alipomaliza kazi yake na kufungua sura yake ili mradi kuwa safi na salama, na huku kuja kuendeleza kampeni ya kugonga watu kipigo kikali na kuendelea kunusuru baadhi ya watu, kwa sababu wenye hela wanafanya mambo tofauti ili mradi watawale dunia. Lakini dunia imepata mtetezi ambaye ni Francis. Hapa inaonekana kichwa cha mtu kimeletwa, lakini kichwa hiki kimeletwa kwa huyu mtu ambaye anaogopeka sana na watu wengi wanamuhanya. Huyu si mwingine ni yule jamaa. Amekuja hapa anamwambia, bwana, hakika mimi hakuna wa kunizuia zaidi ya Mwenyezi Mungu, lakini huyo mtu ambaye ajifanyana kwa watu, ama zake ama zangu, tutamalizana tu, hakuna kitachoharibika. Kama yeye ni mtetezi, basi na mimi ndiyo mwangamizi dunia. Francis anaingia tena katika majukumu yake. Oya wanangu, usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele, kulike, kucomment kwa movie tamu kama hizi. Ni hapa Tam TV pekee, kisiwa cha burudani. Chao.